Mbele ya kibanda, Nikki anavuta sigara huku akisikiliza muziki. Ghafla, Discman yake inaacha kufanya kazi, kwa hiyo anakaa chini kwa utulivu na kubadilisha betri ili aendelee kusikiliza muziki. Baada ya hapo, anaamua kuangalia ndani ya kibanda, lakini rafiki yake Ben anafumka nje ghafla akimwambia akimbie. Mlio wa mingurumo unasikika ndani ya nyumba na Ben anapiga risasi kadhaa kabla ya kukimbia. Inageuka kuwa janga la mazombi lilitokea miezi kadhaa iliyopita. Sasa Ben na Nikki wanazurura bila mwelekeo maalum. Ingawa Nikki hajazoea kupigana, wao hupata mahitaji wanayoweza popote wanapoyakuta na hupumzika kwenye maeneo yoyote yanayoonekana kuwa salama, wakijaribu tu kuelewa maisha mapya waliomo. Siku moja, Nikki anafukua kadi za bahati nasibu na kusisimka anapogundua ameshinda $1,000. Lakini Ben anavunja furaha hiyo kwa kumkumbusha kuwa bahati nasibu haipo tena. Anamwambia waende kucheza catch badala yake. Nikki anasisimka sana, lakini Ben anamkumbusha kuwa walipenda baseball. Safari yao inaendelea na wanapata nyumba nyingine. Ben anaingia kwanza kuchunguza kama kuna mazombi. Hakuna kitu cha muhimu wanachokipata ndani, hivyo Ben anaamua kwenda kuvua samaki ili wapate chakula cha jioni. Baadaye wanakuta gari lililoachwa. Ben anapofungua mlango, zombi anatoka ghafla naye anamshoot kichwani. Anaingia ndani ya gari na kunusa harufu mbaya. Lakini gari bado linaweza kuendeshwa, hivyo wanalitumia kuendelea na safari yao, ingawa redio haifanyi kazi. Siku moja Nikki anakumbuka msichana aliyewahi kutoka naye. Anamshawishi Ben waende nyumbani kwake. Ben anachunguza kama kuna mazombi huku Nikki akisikiliza muziki wa ex wake na hata kunusa chupi zake. Anaamua kuchukua chupi na manukato yake. Kwenye garage wanapata zana muhimu na walkie-talkie 2. Nikki pia anapata mswaki, hivyo kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu wanaweza kusafisha meno. Baadaye Ben hubadilisha siti ya nyuma ya gari na kutengeneza nafasi kubwa yenye mashuta na mito. Nikki anataka wakae hapo, lakini Ben anakataa, jambo linalosababisha mabishano. Ben anamkumbusha Nikki kuwa walikwama kwenye nyumba miezi mitatu bila chakula na walilazimika kula chakula cha mbwa na baadaye kumla mbwa mwenyewe. Familia ya Nikki pia ilikufa mwanzoni mwa janga. Nikki bado anasisitiza wabaki, lakini Ben anapiga kelele na safari inaendelea. Nikki hutumia muda mwingi na headphones zake, akijaribu kuutoka uhalisia. Wanapofika shambani lililojaa ng'ombe, Ben anasimama, lakini Nikki hamsikii. Ben anamchezea mzaha akijifanya zombi, na Nikki ana panic. Ben anamkemea kwamba headphones zitamuua. Nikki anabadilisha betri za walkie-talkie na kumpa Ben moja. Wanaziwasha na kujaribu mawasiliano, na kwa bahati mbaya wanachukua frequency ya kundi lingine la manusuru. Nikki anaomba wajiunge na kambi yao, lakini anaambiwa hakuna nafasi na wasijaribu kuwafuata. Akiwa amekasirika, Nikki analalamikia maisha wanayoishi, kila siku kuhama, kuwinda na kukabiliana na mazombi. Ben anamdhihaki akisema Nikki anafikiria Mwokozi ni mwanamke mrembo kama kwenye filamu za action. Kumbe huenda ni mtu wa kawaida tu. Baadaye wanapata nyumba nyingine yenye chumba kizuri. Ben anatangaza kuwa wanabaki hapo usiku mmoja kwa sababu anataka kulala kwenye kitanda cha kweli. Lakini ghafla Nikki anatambua headphones zake hazipo. Anakimbia nje na kumkuta Ben akitengeneza mishale huku akisikiliza muziki. Nikki anauliza,